Ilianza sekunde, kisha dakika, kupelekea saa mpaka siku, kisha kutimiza wiki mara mwezi. Mwezi mmoja ukasukuma wa pili kutimiza miezi 12 ambayo ni siku 365. Saa inapogonga usiku wa manane katika pande mbalimbali za dunia, binadamu husimama kwa sekunde chache kuaga yaliyopita na kukaribisha yajayo. Lakini si kila mahali duniani mwaka mpya huja kwa wakati mmoja wala kwa mfumo mmoja. Hapa ndipo simulizi ya mwaka mpya inapopata undani wake. Ni watu wanajiuliza kwa nini uliitwa mwaka mpya. Mwaka mpya ni makubaliano ya binadamu juu ya mwanzo na mzunguko mpya wa muda. Ni mpaka unaotenganisha jana na kesho, historia na matumaini. Jina la mwaka mpya halimaanishi muda mpya kabisa, bali mwanzo wa safari nyingine ndani ya mzunguko unaoisha wa dunia kuzunguka jua. Karne nyingi zilizopita, utaratibu wa kale kama Wababiloni walitumia nyota, mwezi na jua kupima muda. Lakini mfumo uliotawala dunia leo ulianza rasmi mwaka 45 kabla ya Kristo, pale Julius Caesar alipoanzisha kalenda ya Julian. Baadaye kalenda hiyo ikarekebishwa na Papa Gregory wa 13 mwaka 1582 na kuzaliwa kalenda ya Gregorian. Hii ndiyo kalenda inayotufikisha katika mwaka 2026 hii leo. Kadri dunia inavyozunguka, mwaka mpya huingia kwa awamu. Mataifa ya Kiribati, Samoa na Tonga hupokea mwaka mpya kwanza kabisa. Masaa 24 baadaye, dunia nzima huwa imevuka mpaka wa muda. China na mwaka mpya wake wa kipekee, lakini China hufuata simulizi tofauti. China husherekea mwaka mpya mara mbili: mwaka mpya wa kimataifa ambao unaoanza tarehe 1 Januari kwa shughuli rasmi za serikali. Mwaka mpya wa Kichina unaosherekewa kati ya mwishoni mwa Januari na katikati ya Februari. Sababu kuu kwa nini mwaka mpya wa Kichina uchelewa ni kwamba unategemea kalenda ya mwezi na jua, si kalenda ya Gregorian. Mwaka mpya huanza katika mwezi mpya wa pili baada ya kipindi cha baridi. Mfumo huu ulianzishwa maelfu ya miaka iliyopita kwa ajili ya kilimo, msimu na imani za jadi. Kwa Wachina, mwaka mpya hauanzi kwa saa, bali kwa mabadiliko ya anga. Ndio maana sherehe zao huja baada ya dunia nyingine kuanza mwaka mpya tayari. Hili si kuchelewa, ni uhuru wa kitamaduni. China pamoja na mataifa mengine Asia kama Vietnam na Korea huheshimu kalenda yao ya asili kwa sababu inaunganisha kizazi cha sasa na cha kale. Inaakisi falsafa ya maelewano kati ya binadamu na asili, lakini pia ni kitambulisho cha utamaduni wao. Hivyo dunia inapoendelea mbele kwa saa, China husubiri ishara ya mwezi. Mwaka mpya popote ulipo ni simulizi la mwanadamu kuhusu matumaini. Wengine hupokea kwa fataki, wengine kwa tambiko, wengine kwa sala za kimya kimya. Wanangu, tulofeli mwaka 2025 haina kuchoka wanangu, bila shaka kupambana. Mungu ndio anayejua hatima zetu. Kila mwanzo mpya ni nafasi ya kuandika historia mpya. Mimi ni Lazarus TZ.